strong family friends. And so when he told us about this happening, I think it's good to stand together during this particular time. And like my brother Joseph Musheru has said, I did not get to know Joyce at a personal level, but the fond manner in which David and his siblings and his wife talk about her and what she meant in their lives was very inspiring to all of us. Sasa nimekuja David kwa niaba yangu mwenyewe, kwa niaba ya familia, mama na watoto, na wale marafiki wenu wengi, wale unajua Mrs. Kihara, na ile timu yetu ingine, wale hata marafiki zenu wengine wale tunajuana Washington na wengine, kuja kusema pole kwa haya ambayo yamefanyika hapa. Na ninawashukuru nyinyi wote wananchi. Mwishowe you discover that we are all one people, and the challenges we face and whatever happens to us happens to all of us as one people. Shida zetu ama our challenges do not distinguish between which part of the country you come from, which tribe you belong to, where do you go to church, and so on and so forth. Ama namna gani? Basi tufuate vile tunaelezwa na viongozi wetu hapa wa kanisa, tupendane, tusidi kuombeana na kukaa pamoja. Mheshimiwa Jango, I have heard. Kwa majina mimi naitwa Amos Nyaribo, kiongozi wa chama ya UPA, United Progressive Alliance, na mimi ndio gavana wa Nyamira. Nimepati hiyo pati ilisimama mara ya kwanza 2022, na tukakuwa epo kupata gavana mmoja, mjumbe mmoja wa parliament kutoka Bonchari, na wa MCA 18. Kwa hivyo vile ilikuwa mara ya kwanza, sasa tunajipanga tutetemeshe nchi yote ya Kenya. Ndio leo tumekaa hapa, tumekuwa na National Executive Committee ambao ikafungua njia, tukakuwa na National Governing Council today. Tumejadiliana maneno ya kupanua party. Ndio niko na wenzangu hapa vile mnawaona, nafikiri nimewaintroduce. Kuanzia Secretary General Mr. Bagaka, chairman yako hapa. Tuko na delegates kutoka Kwale, tuko na delegates kutoka Uasin Gishu, kutoka Kakamega, Kisumu, Wajir, Narok. Wako members ya ita NEC, Arrow National Governing Council. Kwa hivyo msije mkasema hii ni party ya Kisii. Hii ni national party. Lakini vile tuna expand kwa top, tutakuwa tunasurrender vitu vingine kwa maeneo mengine ya Kenya. Coast ipate moja, Western ipate ingine, Rift Valley ndio tukue na nguvu zaidi. Kwa hivyo tuko tayari kuenda mbele na tutatemesha. Kufika mwezi wa June tunapanga kufungua maofisi total ikwe 26. Kuanzia Januari tunafungua hii ya Nyamira, halafu tuende 26. Watu ya Mombasa wako tayari, Kwale wako tayari, Kilifi wako tayari, Nairobi wako tayari, Nakuru wako tayari. Sasa tuko njiani, tushikiane pamoja, tuchenge Kenya yetu, Kenya moja. Asanteni. Saini ya UPA ni pikipiki.
na mtindo ni kufanya kazi ya haki. Kazi ya haki. Saini ni pikipiki. Pikipiki ni kwa sababu tunaenda na mwendo kubwa sana wa kasi. Ukiangalia mambo ya ushuru, of course serikali inataka pesa ndio ifanye kazi, iweze kuimplement mradi hapa na pale miradi, lakini kusema ukweli huwezi leta taxes mara moja. Hiyo ndio pingamizi ambayo iko kabisa, and we have told the president so. Hiyo sio kitu tumemwahidi. Kodi lazima tulipe ndio kazi ifanyike, lakini huwezi leta zote pamoja. Watu lazima wa breathe, na ukileta zote pamoja, what will be the effect? It erode the purchasing power even for civil servants. Once you erode the purchasing power, hata mama kioski atasumbuka, hakuna mtu atanunua mboga, isn't it? So hiyo ndio tunataka kuleta mwelekeo mpya wa maendeleo bila kuumiza mtu yoyote, because hata hiyo tax inataka kusaidia wanyonge. Huwezi enda mpaka wanyonge wamalize. Barongo Bagaka, the SG for UPA party na pia naibu speaker wa Kisii County. Siku ya leo tumekuja hapa Nyamira because we were doing NGC, National Governing Council, ambao ni mkutano unaleta pamoja viongozi ambao wamechaguliwa na pia NEC. As you can see behind me, we are working on an office. We are working to have 26 offices across the country by June, by the end of this financial year. Kwa sababu kama chama hapa Kenya kumekuwa na matatizo mingi, especially mambo ya ushuru. Taxes currently have gone so high and Kenyans are not able to make a living. And as a party, we want to offer an alternative voice. And the nation is crying for an alternative voice, and UPA is going to be the party that can be able to carry the aspirations of Kenyans na kuleta Wakenya wote pamoja. Hata hapa Kisii mmeona watu wakiongea juu ya Obomo Gusii, na sisi kama chama tumeita wale vyama vingine vyote KNC, PDP na wenzetu wote ili tuje pamoja tutafute njia mwafaka ya kwenda pamoja kama Wakisii na pia as a nation. Our party has the philosophy that can be able to liberate people from these high taxes, and we have always asked the government which is in place, how comes you want to bombard Kenyans with all the taxes at once? Even if you wanted to make changes, you can't bring SHA, you bring Taifa Care, everyone is confused in Kenya. And we are saying we want to provide the alternative voice for Kenyans so they can be able to air their issues. There's something in the constitution called public participation. Lazima tuelewe ya kwamba as leaders, even if we are given an opportunity to lead, we are not the end to ourselves. We must ask Kenyans what they need and we must listen to them. The Gen Zs who did the demand that Kenyan must change through their revolt helped us to change the finance bill. But again, right now we are speaking. I saw the president of Kenya addressing governors yesterday and speaking about transfer of functions. I want to ask that whatever he said should be able to happen. But again, I want to ask on behalf of county assemblies across Kenya that